Ambie Mungu akuhudumie. Tamka maneno machache. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Baba Mungu, tuko mbele za uso wako Bwana, tunasogea kwako Mungu mtakatifu. Useme na maisha yetu Mungu, useme na mioyo yetu, utuhudumie Bwana, utuhudumie Mungu mtakatifu. Tunakuja mbele zako Bwana, sema na maisha yetu Mungu asubuhi ya leo. Sema nasi Mungu mtakatifu, katika jina lako Bwana, katika jina lako Yesu Kristo. Baba Mungu wa milele, mfalme wa mfalme, Yesu Kristo Mwokozi, Mungu wa pekee, katika jina lako Yesu Kristo. Baba Mungu tunakubariki, Baba Mungu tunakutukuza. Heshima na uweza na mamlaka ni vyako Mungu mwenye utukufu. Tuhudumie Bwana, useme nasi, useme na maisha yetu Mungu, useme na mioyo yetu katika jina lako Bwana. Mtumie mtumishi wako, anasimama sasa kwenye madhabahu hii, katika jina lako Mwokozi. Utukufu ni wako, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awakumbuke kwa kazi mlioifanya kuanzia Jumatatu. Kanisa mmeonyesha upendo kwa Mungu. Kujenga kanisa ni kuonyesha upendo kwa Mungu, ni kufanya kazi kwa faida ya watu wengine. Wakati nimekaa nyumbani tafakari takuwa na ujumbe gani, kakuta Mungu ananiambia tuambie muimbe wimbo huu. Tukimaliza tukashikana nasema turudi nyumbani. Naomba msimame. Waambieni watu wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni tumaini, wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni na wandali wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wote wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wote wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Mnaweza mkakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Mungu alibariki kwa kuwa imekaribia wakati Mungu atulipe. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamani tu kwamba nijue Joshua, ile meza Jumatatu kwa gharama zako isimame hapa. Ile meza ile pale, kwa gharama zako isimame hapa ile meza. Jumapili ndio Kiswahili chake. Si unaona mzee hapo? Ile meza ile. Kwa nini mekaa kula afu hamuojiani? Na vyombo hivi Jumapili kama havita kuwa salama, na maana waimbaji wa kwaya wasimbe. Pesa asifiwe sana. Haiwezekani vitu vidogo vidogo kanisa Tumaini ambalo linaonekana mahali popote duniani, vitu vidogo vidogo vinatuharibia ibada. Mungu hapendi, si ndio? Waimbaji kama hamuelewi vile vyombo kwamba nyinyi ndio kipaumbele kuvilinda na kuvijua vina matatizo gani, vina homa vile vyombo pale. Vina malaria, si ndio? Vina kikohozi, si ndio? Si ndio watumishi? Hasa kama vinaumwa homa, vina joto, mmekaa tu kimya, mtaka vife? Hapana. Vingine vitu sio vileta kanisani. Waimbaji wa kwaya, vile vyombo Jumapili visilete shida. Kama vina magonjwa yasiyotibika mtuambie, tupeleke Muhimbili. Si ndio watumishi wa Mungu? Tupeleke India, si ndio watumishi wa Mungu? India ni maana ndio kuuza sikelepa. Ndio kwa taarifa hiyo.
Ile meza ije hapa, vyombo viwe salama, kwa sababu tuna uwezo wa kuvitengeneza, sisi watumishi wa Mungu. Kama vimekuwa sikilepa, tuviweke pembeni, tulete mzigo mpya. Tuna uwezo huo, si ndio? Ujenzi utuzuii, si ndio watumishi wa Mungu? Bwana asifiwe. Semeni amina kanisa. Mungu awabariki sana. Nataka nijue tu walioimba hapa kwaya mko wote? Kwaya Tumaini mlioimba hapa mko wote? Mlioimba kwaya mko wote? Mko wote eti? Mlioimba kwaya Tumaini mko wote hapa? Hapa mpo wote? Mwalimu wa kwaya wako wote? Naam? Wangapi wameomba ruhusa kwako? Alipo aliomba ruhusa. Kuimba kwaya yule aondoka bila ruhusa mpaka tuone wazee wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Aliyeondoka bila utaratibu kuimba kwaya hapa angejifunza mwanzo mpaka alione baraza la kanisa. Mkitudharau basi. Ndio nahubiri hivyo hivyo. Ndio nahubiri hivyo hivyo. Lazima kanuni zifuatwe ndani ya kanisa. Lazima viongozi waheshimike ndani ya kanisa. Lazima mchungaji aheshimike ndani ya kanisa. Lazima wazee waheshimike ndani ya kanisa. Lazima walimu wa kwaya waheshimike ndani ya kanisa. Kama kuna mtu ameweka misa ya asubuhi hapa, tumtambue na misa ya asubuhi kwa uongozi, si ndio? Lakini kama kuja kutupigia mapambio hapa alafu unachoromoka, ili kazi sio la misa hili. Ni kazi la ibada ya asubuhi na jioni. Kwa umoja ule, si ndio? Bwana asifiwe sana. Ameleta joto mwili, ndio hivyo hivyo. Aliyeondoka bila utaratibu mzee, akiimbisha hapa kwaya utaniambia nipe jina lake. Akija kuimba kwaya hapa bila uongozi wetu wa uongozi atuambie. Kwa nini yeye aimbe? Mbona sisi hatujaondoka kana naimba? Mchungaji aliondoka. Wakati wanaimba hapa. Mzee aliondoka. Sasa na sisi tuondoke sasa. Wakati mnaimba. Tuache. Mnamwimbia mnakuwa mnaimba inakuwaje sasa? Inakuwa ni mazoezi, si ndio? Sasa hapa ni ibada. Lazima utaratibu uzingatiwe katika kanisa. Semeni amina kanisa. Wakati huo mnaoimba mmepiga wiki nzima hakuna kuja kuomba hapa. Mmejifunza wapi kuimba? Nimegundua kwamba kumbe kuimba kwenu ni ndonga tu mlisi za wazazi wenu. Babu zenu walimba. Babu zenu wakaimba. Huko walikokuwa kwenye miungu yao. Nanyi mkalisi, mkaleta hapa. Hata maombi hamna. Ila mnapiga step up, mnazikuta wapi? Maneno yenu yana uvuvio wa namna gani? Pa kuliponya kanisa la Mungu. Kama sio kununua kanisa la Mungu, limegharamiwa. Mnapiga wiki nzima kuna kuja kuomba hapa maombi hapa. Step mnazikuta wapi? Ujasiri mnaukuta wapi? Ni watu wa kabila gani msiosikia? Alafu kuimba mkaimba tukawaelewa. Acheni kutoka kanisa la Mungu. Acheni kabisa. Msifanye uhuni katika kanisa hili. Hii ni nyumba ya Mungu. Semeni amina kanisa. Hii ni nyumba ya Mungu. Muionee huruma. Huyu mchungaji muonee huruma. Ingekuwa kama wainjisi wa kina Samueli, wangebaki wawili. Paka leo wangebaki wawili. Hata kuomba mimi siwezi kuomba na mweka moja. Uombe mwenyewe. Mimi ni ngomba ya jumla. Mungu kipenda waponye au siwaponye, nendeni kukaa. Kwa sababu mmepiga wiki nzima hamjaja hapa. Hata mgonjwa akienda hospitalini anaulizwa unaumwa nini? Si ndio watumishi? Mgonjwa anaulizwa, ameingia kwenye wodi, ameandikisha unaumwa, wanaanzia kukutibu kwa hapa plipoanzia wewe. Najisikia huku kuna gonga. Wanaanzia kupima huko, hawaanzi kupima mguu. Nini? Wewe ndio umejitambulisha kwamba mimi najisikia tumbo chini ya kitovu. Wanaanzia hapa. Maana wewe ndio umeonyesha, si ndio? Sasa wewe upige wiki nzima. Huyu baba aje kuombea hapa rejareja. Rejareja ni ngumu sana. Kumwombea moja ndio rejareja, unaelewa vizuri? Bei ya jumla ni kuuza kwa tenga, si ndio? Sasa bora ya jumla kuliko rejareja, si ndio? Rejareja unachelewa sana na unachoka. Mnaelewa vizuri? Nataka tuende mbinguni.
Mahali hapa ni mahali pa Bwana, si ndio? Mahali hapa ni patakatifu pa Bwana. Huyu baba anafanya kazi ya kuliombea kanisa. Alafu wale anaoombea wamekataa kuombewa. Anaowaombea wamekataa. Wamekataa kuombewa. Yaani mmekataa kuombewa. Hamjaanza nyie, wapo waliokataa. Ukisoma Yeremia pale 2:22. Wapo watu walikataa. Sio wewe uliyeanza mtumishi, kuna watu walikuwa na kiburi kuliko wewe. Walikuwa na kiburi kuliko dharau kuliko wewe. Walikuwa na kebei kuliko wewe. Hujaanza wewe. Huyu ni mtu ametoka kule Mbozi kule Nyimbili kule. Alijifunza wapi kubeba rundo wote kuliombea kama sio neema ya Mungu tu? Waambia watu wa Mungu ajipe moyo. Ajipe moyo mchungaji wetu, ndio? Bwana amemkusudia kumlipa. Bwana amekusudia kumlipa mtumishi wa Mungu. Hivi unavyofanya hapa, aendelee kukuzungumza wewe. Aache kuihubiria Injili, aanze kutangaza matangazo, mlimo tangazo, unaleta kazi nyingine ambayo utakuja kulipa wewe. Utakuja kulipa wewe. Mungu anakutaka ubadilike. Mungu anakutaka ubadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamani leo, unajua hii yote haya, kuna vitu vimekufa, kuna dhambi imeingia katika kanisa. Dhambi ikiingia kanisani, kinachotawala ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawafai kabisa kuonekana kwenye runinga. Wasema bado ile dhambi inaendelea wapi? Tumaini. Kuna dhambi inaonekana Tumaini kwenye runinga. Kwamba hey, paka leo wanaendelea, wapo na hali ile ile mbaya. Paka hali mbaya inaendelea paka leo hii. Akasema nimesikia huko kwenu uzinzi na uasherati unaendelea. Amesikia. Ina maana si ndio watumishi wa Mungu? Si ndio wana wa Mungu? Tunahubiri hata tuliyosikia na kuona. Ambaye sijasikia, sijaona, nitahubiri wapi? Sijasoma, sijaona popote, sijasikia. Tahubiri tayapata wapi? Kwa nguvu gani? Kwa hiyo kanisa hili la Tumaini likae kuwa na hofu ya Mungu. Umlinde mwenzio kwa maombi. Umlinde mwenzio hata kwa ushauri. Kanisa hili lizidi kukua kiroho. Lizidi kukua kwa kimu, kwa kumpendeza hata Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto wanatuangalia ndio kifanya. Nimekuja hapa Jumamosi kwenye maombi. Nakuta hapa watoto peke yao, tuna mwalimu wao niko. Piga maombi. Baadaye nachukua mama mmoja naye mzee amechoka. Nakuja hapa. Hata kumwambia tu kwamba tuombe ombi gani inakuwa ngumu. Itabidi tuongage tu mmoja kwa moja. Lakini wapiga step wamelala. Ndoto zenyewe za kukimbia tu na madeni. Hakuna ndoto yote ya maana hapa. Wanakoromea ndoto tu baba, ambazo wanakimbizana matena marejesho kwa ndo hicho tu. Hakuna cha maana cha kuota kwenye ndoto zao. Wala hawakutabiri wala hawakuonyeshwa. Mafarakano tu kwenye usingizi, wamechoka, wako hoi. Wanaamka hawana tahamu ya kuamka. Tabu tupu. Kuja hapa hamna maombi. Tukaomba maombi hapa na huyo mama. Hili wiki yote nikashangaa, mwe watumishi wa Mungu. Hii mbingu hii. Hii mbingu sio ya chai mbingu. Kwamba atasema angalau wenye mbingu tuendake mnifuatake kidogo. Hamna. Hii mbingu sio ya Samuel. Hii mbingu sio ya Roda. Hii mbingu ni ya Mungu mwenyewe. Atawalipa watu. Mnaweza asifiwe sana. Atawalipa watu. Unavyofanya hivyo atakulipa. Nilikuwa naendelea na somo Ijumaa, somo la malipo. Somo la malipo, najikuta Mungu ameendelea kusema kwamba hiyo uliyoandika utagusagusa, lakini somo la malipo, andika somo la malipo. Andika somo la malipo. Utalipa. Endapo ukielewa utalipa. Lakini ukifungua macho, kama utafungua macho ya rohoni, hautaweza kulipa. Ili ukifunguliwa macho ya rohoni, utapata kulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana kafunguliwa macho. Ukisoma ile Yohana wa kwanza kama 2 sijakosea 19, akafunguliwa macho apate kuona. Yakobo akafunguliwa macho kwamba hapa nimebaki peke yangu, namtaka Bwana nisaidie, maana hapa nimebaki peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi 5:5, walipofunguliwa kupata kujua kwamba hili kosa, wao ndio wakasema hili kosa ni mlipe Bwana. Ilikuwa ni kipindi kile cha mambo ya nyuma, Agano la Kale. Leo hii tukisema mlipe watumishi, baba, kuna watu hapa tunawatengaga watu kwamba fulani amefanya dhambi ya uzinzi. Kuna watu hapa wana mimba za miezi 18 hapa, ni wababa hapa. Itakiwa tufunga mlango hapa tuwatangaze majina hapa leo. Tena nimeandika huko. Kama kuna shemasi mbaba na nguvu, maana anaweza kukimbia hapo. Tuwatangaze hapa leo. Kuna watu humu wahuni. Wangetakiwa hizo mimba zitokeze, zina miezi 18, zina mwaka, zina miezi 9, hazijifunguliwi. Wale watoto ndani vya vikui vimedumaa nini? Dhambi inatembea kwa siri. Inatakiwa walipe. Tena ng'ombe. Huku nyuma huko, siku moja huko tutapaki mizizi nguruwe, watalipa kwa lazima kuzoa nyumbani. Si wanasali hapa? Si wamekuamini baba? Tutakwenda kuzoa nyumbani kwa lazima. Akikatalia sija hapa, si ndio? Ametenda dhambi. Ametenda dhambi, alipe. Si walilipa? Kwani utaanza wewe? Soma Mambo ya Walawi 5:5. Kwani ulianza wewe? Utalipa. Tutakuswagia zizi. Ile watu wako waseme leo mbuzi zinakwenda nini? Baba yako mzizi. Tunaswaga. Na tumechukia. Tunaswaga nguruwe. Nini? Baba yako muhuni. Unalipa. Tuje tuone kama utarudia tena. Kwa sababu nachezea madhabahu ya Mungu. Mahali hapa si pa kuchezea. Mahali hapa ni patakatifu. Tena pazuri, kama tena panapendeza. Tuje tumuombe Mungu. Mungu atusaidie. Tuna mabindi hapa. Ni wazee, ni vikongwe, wamechoka na maisha. Hata leo hii tukisema kwamba tunafunganisha ndoa, tunabariki ndoa. Tunabariki ndoa. Heti sifa tu akavishwa pete pa watu wengi. Pete zilishavalishwa kwenye virabu huko juu. Pete zilivalishwa. Sio kwa tugimbe, zilivalishwa pete. Tunakuja tu hapa sisi. Italipe hao watu walipe. Wanaweza asifiwe. Tunakuja tu mnatupiga tu hela hapa. Hiki na maana kimeshakuwa nacho ni chama eti. Kwamba hapa tumeni nacho ni chama. Mmoja mtupiga hela, mtuandikie makadi eti. Hela ndo zilishafanyika muda mrefu. Alafu hapa tupigwe hela. Turudishe na mchele juu. Ile mchele kwa tu ni kuamaliza. Tunakuja mnamalizika. Mnamalizika. Niliongea habari za kuwa na hekima na habari za kuilinda nyumba ya mchungaji. Niliongea Ijumaa. Leo nikasema kama mnakumbuka nilisema sitaongea, si ndio? Lakini kwa kuwa baba ameniamini, mwache Mungu alivyomuongoza. Nilisema kwamba na somo hili hapa takiwa baba aniamini tena. Hasa kashangaa tena natoka nje nasema ufundishe. Hata hapa mimi nilikuwa nimesha hapa kwamba hili somo haitaki nifundishe. Lakini kakuta Mungu ananiambia kwa kuwa hata mwanao amefanya jambo baya, lazima ufundishe. Angekuwa mwanangu hajafanya jambo baya, nisingefundisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi niwaulize swali moja dogo tu. Hivi mtoto wa Samia anaweza kaenda kwa Lissu? Mtoto wa Samia anaweza kwenda kwa Lissu? Hapana. Kwa nini? Mkinijibu hapo, tutamjua naongea kwa baba. Mjibu. Kwa nini? Hebu sema. Ni vitu viwili tofauti. Kivipi? Pale kuna Chadema na CCM. Bwana Yesu asifiwe. Amefafanua kwa sehemu hiyo. Ni vitu viwili tofauti. Mtoto wa kuhani kwenda kuoa mahali ambapo Mungu hajamuonyesha ni kuleta uasi kwenye familia ya baba. Kwa sababu huyu inatakiwa alindwe hata na wakamwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu inatakiwa alindwe hadi na wakamwana wanaojua kumuombea. Hata wakiwa pale nyumbani kwa mama mkwe wanaosha vyombo, wasete umbea, wasifungue masikio mengine. Wasifungue, maana pale pamejaa mambo mengi yanayoingia, si ndio? Kwa baba, si ndio? Pakiwa na mkamwana ambaye ukimkuta hapa anailisha shughuli yako, ina maana tayari pana sibaku inayonasa. Ina maana huyu ni agent, ni mpelelezi anayechukua vitu kuvipeleka madhabahu nyingine. Mnaweza sifiwe sana.
Ndio maana watumishi tuwaombee sana watoto. Naona kiingia, nimesema hivi, niongea Ijumaa kwamba kiingia katika ulimwengu wa kutafiti utawakuta watoto wa makuhani wengi wanateseka. Kuna viboko vinawakatikia, baada ya kwamba vimkute baba vinawalenga, vinawakuta wao. Bwana asifiwe sana. Vinawakuta wao ili wao wawe mwiba katika familia ya baba kuhani. Si wachanganye na wapeleka mahali sahihi, si ndio watumishi wa Mungu? Ngayame kutishi anamata kusipanya nda kunanganya hara. Si haribu, liko kwenye mstari tu mzuri. Si ndio watumishi wa Mungu? Si ndio wapendwa? Amen. Dhambi inakuwa inakomaa. Watu mnailinda ndani ya kanisa. Nasema leo tungefunga hata mlango tuwatenge bei ya jumla hapa. Ya tuambie tu mmoja, hakuna kusema siku gani, tarehe ngapi. Kwa sisi tunga kalenda sisi hapa. Tunakuambia tu fulani tusikuone tena. Maana haulegebishiki. Hadi unakuwa wakili wa mabaya katika kanisa. Unaona dhambi kabisa kwamba hiyo ina wiki, hiyo ina mwezi, hiyo ina miezi miwili. Umekaa tu mpendwa. Usubiri bomu lilipuke. Hiyo ni miezi mingi. Huko nje umekaa tu mpendwa, mshenga wa kusindikiza dhambi katika kanisa. Hapa kuna washenga hapa, uchukue panga tu kama leo nataka museme yote. Uchukie kabisa. Wanaweza kusema mambo mengi sana. Kuna washenga wazuri sana hapa, wanaotetea dhambi katika kanisa. Naitakiwa walipe. Ipo siku mtalipa. Washenga, mnaifahamu dhambi? Mnainyamazia, si ndio? Mnanyamazia dhambi, si ndio kanisa? Mnaifahamu dhambi, mnanyamazia. Una binti nyumbani mwako, unajua kwamba huyu ni muhuni, huyu haeleweki, umenyamazia. Mweka poa kama teremko, kama seleleko, poa. Maji yaje yafike shingoni, baba anatenga viporo vilivyotengwa siku nyingi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Inaumiza sana hiyo, watumishi wa Mungu. Inaumiza. Kanisa baada ya kuendelea linazidi kurudi nyuma. Kanisa baada ya kuendelea, watu waliopatikana wanatetea dhambi. Waliopatikana wanatetea dhambi. Wale waaminifu kizazi hiki ni wazazi kutetea dhambi. Wazazi hawa ndio waaminifu kutetea dhambi za watoto wao. Ni waaminifu kupalilia, akufundisha na magao. Ongeta fundisha ulesi. Akutetele dhambi. Nikichapia Kiingereza wao mnaelewa hivyo. Yanafunikia kama kile kiulezi mzima, kile cha wanachooteshaga kwenye vikapu. Ndio kiulezi kile unakifundikaga, si ndio? Wanamwagia tu maji kidogo, si ndio? Wana mgomba wa ndizi juu, si ndio? Kile kiulezi mpaka kiote, si ndio? Kwa hiyo kuna watu hapa ndani wanatuza dhambi kwenye kikapu. Ile dhambi paka yenyewe paka ifungue ile migomba ya ndizi ichangamke yenyewe. Hapo ndipo aliona muda. Tulionaga. Umaana ukutuambia kama uliona? Ambona ukusema kama uliona? Atetea dhambi. Mko humu ndani. Mtu anatenda dhambi ndio kunaenda piga hivi kupetipeti. Yaani mtu mwenye dhambi wanampetipeti. Na watu majasiri nyie ndani hapa. Ila si watu watumaini hapa. Ila wajasiri watu wa kanisa leo. Ya mtu ametenda dhambi ya uzinzi na wanampetipeti. Besti wangu. Watumishi, tunaenda wapi jamani? Mtu ni muhuni. Mtu ni kahaba, mtu ni mwongo. Hafai kwenye kanisa, wanampetipeti. Watumishi wa Mungu. Tunaenda kanisa lipi? Mungu anawangoja kanisa lipi? Ukitaka wajue kwamba wapo ndani wahuni kama hao, sema tuombe. Ukifungua macho naenda shughuli zao. Tunakuta mwingine anavaa vizuri hereni. Ndio tuko kuomba sisi hapa. Mwingine anakuja vizuri kitenge. Utawajua tu mwingine anavaa vizuri kiatu. Tuko kuomba sisi hapa. Si wapo? Maleza asifiwe, si mpo? Amina. Maana mkisema amina unasema kwamba sikio ulisema amina ulinisaliti. Msaliti tu kwa jina la Yesu. Amina. Maleza asifiwe sana. Amen. Wewe kutenga mimi hata kama kwangu mlitenga Jumapili mimi naendelea kumtenga vizuri kwa bana mtenga. Namtenga nampa utaratibu. Hapo sikanyage. Natenga vizuri. Yaani watumishi wa Mungu.
Yaani dhambi mtu aielewe, ajue uchungu wa kosa. Akijua uchungu wa kosa hatafanya tena kosa. Lakini mkimbembeleza, akipata na mabodyguard wa kumlinda, hatajua kosa. Mabodyguard waondoke, abaki peke yake. Amina. Unaweza sifiwe. Mabodyguard wa kumlinda waondoke, abaki peke yake. Ndipo utakapojua kwamba dhambi kuifanya sio vizuri. Kuna watu walinikimbia. Mwenye dhambi anakimbiwa. Ule ni upupu. Si ndio mtumishi wa Mungu? Dhambi inaambukiza. Alifundisha mtumishi wa Mungu akasema mkitembea na mtu ambaye kidogo dishi umefanya nini? Unakuwa na miongoni mwa walio yumba. Tembea na mzinzi, wote kilemba ni kimoja, wote wazinzi. Ndio fani yenu, si ndio? Si ndio watumishi wa Mungu? Tembea na mwizi na wewe ni mwizi. Si ndio watumishi wa Mungu? Ndio ilivyo. Tukiimba hapa na mamalaya na sisi kwa zimini kwa kama wote mamalaya. Tena sisi tunaonekana kwenye runinga kabisa sisi. Si ndio? Wanatupigia step hapa. Wanatusola na kusolea mbele huko. Kumbe wanatuangalia kwa ndio wale mamalaya hapa bado hawajafa, bado wapo. Maana uliyemuuza anakuombea ufe. Uliyemharibia na kuombea ufe. Anashangaa bado upo, na mwezi upo. Na mwezi wa pili kumbe likasa kumbe Mungu, na maana Mungu hayupo. Watumishi wa Mungu, Mungu yupo. Mungu yupo. Anavumilia tu ili paende, anavumilia tu. Ipo siku atakuaibisha. Ipo siku atamwaibisha mtu hapa. Ipo siku atamwaibisha mtu hapa. Na kama tabia hiyo Mungu ameenda kuiona, amenyamaza fika hao, ni Mungu anaona. Ipo siku atamwaibisha mtu hapa. Wakati Yakobo amejua kosa lake, hakunyamaza Yakobo. Hakunyamaza Yakobo. Hakumhesabia kwamba mama alimfundisha tabia mbaya. Kumwambia mwanangu we, naomba fanya hivi, fanya leo siku baba yako anambarikia kaka yako, si ndio? Hakuhesabu kwa mama, si ndio? Alipokuwa anaondoka Yakobo akasema hapana, hebu ngoje nimlilie Mungu mimi. Alipoona malaika wanashuka na kupanda akasema mahali hapa ni pazuri, si ndio? Hapa nitamjengea Mungu madhabahu. Si ndio watumishi wa Mungu? Hapa nitamjengea Mungu madhabahu. Hata wakati ameenda kule kwa Labani, akirudi kwa ndugu zake kwamba sasa neno nimekisha kupa ruhusa, anapotaka kulipa kwa kaka yake kule, lakini kaka akamwambia kwamba Mungu amenipatia kanavyo, si ndio? Mungu amenipatia kanavyo. Dhambi ya kulipa. Ukiangalia kule mbele kule mambo yetu kule nyuma mambo ya Walawi, utakuta hao Walawi walikuwa wanapofanya kosa wanaenda kwa kuhani na mbuzi tena jike, kondoo jike, ng'ombe jike anayeweza kuzaa tena mzuri, yule kabisa ambaye ni ndama, waende ukampeleke kama malipo. Leo tukisema ulipe, natukana watu paka na wavua nguo. Tukisema ulipe, utalipa wewe? Kama hata Mungu kama Mungu hajakupatia tu talaka hivi kwa sababu ya matusi tu, kwamba huko si unalipa. Nakuta leo sahani hazipo 5. Nini alilipa kanisani? Ati muongo. Nakuta mara ndoo 3 hazipo. Nini mkago unakiskwaba? Hapana, nalipa madeni huko kanisani, mimi natukanaga watu. Huo kwetu tunalipa. Hapa mtakuja hapa, mtaisha wote. Mtaisha wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wabembeleza, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua panauma. Na sisi wainjilisti tukipewa kazi, jamani, mimi nimesema hata Jumapili baba sija kanipata kamwezi, atakuta hapa ni viti tu. Ni viti tu hapa. Maana hapa tu ni viti tu hapa. Hapa. Hapa tu ni viti tu hapa. Hapa kama amina zitakuwa hamna, mtakuja hapa. Hasitakuwepo hapa. Mtu umejiegesha hapa ndani, unakuamalia hapa ndani. Unakuwa sugu hapa ndani. Ili jambo linamuumiza Mungu. Mtu nakuja hapa uelewe cha kufanya. Paka unaambiwa cha kufanya hapa, wewe uelewe. Ili umekuja hapa na uelewe cha kufanya. Paka wakwambie. Kutoka nyumbani nakuja hapa kama nasukuma na upepo. Kwa sababu tu ni mteremko, basi mnasukuma wengi na upepo. Watumishi wa Mungu, tuende mbinguni. Tumtumikie Mungu. Tusome kitabu hiki kidogo tu sababu naenda kumaliza. Soma Yeremia. Soma Yeremia 6:1 mpaka 4. Sijamini nikahubiri hapa nikajikuta tu ndio nasema muinuke tumemaliza. Yeremia 6. Nitasoma. Na mimi nilimwambia Mungu akicheo utajua mimi nitasoma. Mungu amenipenda. Nasoma mwenyewe.
Soma mwenyewe. Yeremia 6 naanza mstari wa kwanza mpaka 4. Anasema kimbieni mpate kuwa salama enyi wana wa Benyamini. Tokeni katika Yerusalemu, pigeni tarumbeta katika tekeo. Simamisheni ishara juu ya Bethahakelemu, kwa maana mabaya yanachungulia toka kaskazini na uharibifu mkuu. Binti Sayuni aliye mzuri mololo nitamkatilia mbali. Wachungaji na makundi yao ya kondoo watamjilia, watapiga hema zao karibu naye pande zote, watalisha kila mmoja mahali pake. Takaseni vita juu yake, inukeni na tupande juu wakati wa azuhuri. Ole wetu, kwa kuwa mchana umeanza kupungua, kivuli vya jioni vinazidi kuwa virefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wetu unapotembea, mchana wa huduma yako, kumbuka jioni yako inakuja. Jioni ambayo uzee wako unakuja. Jioni ambayo itakuwa ni usiku ambao utakuwa na kazi tena. Jioni ambayo itakuwa utatamani haya ungeyarudia tena. Asema binti Sayuni mololo, mtumishi wa Mungu, vinakuja kama vizuri sana, lakini ndani yake vina uharibifu sana, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi inapoingia, asema muikimbie dhambi katika kanisa. Yuko binti analiwinda kanisa, yuko mama amegeuka kuwa binti analiwinda kanisa la Tumaini. Analiwinda. Asema jitakaseni. Kimbieni. Tutakimbia kwa miguu, tafanyeni, tukimbie kwa maombi. Watumishi, tumuombe Mungu. Pandeni wakati wa jioni, tumuombe Mungu. Vivuli vya jioni vinakuja. Mchana hii unayoiona hivi ulivyo ndio mchana. Usiku nakuja, upo usiku wa wafu, upo usiku wa uzee. Huwezi ukafanya chochote tena. Leo hauji kuomba hapa. Ukifikia umri wa mama Hubina, utakuja hapa wewe? Utakuja hapa kuomba wewe? Kama tu saizi hapa utatamani leo hii kanafasi yako unakopewa hako. Hivi turudi kwanza. Kama baba zenu nyumbani kule wanaufungia rupango kwamba hapa hamwezi kuja kwaja usalama wa ndoa. Je, hapa mchana mmelindwa? Mmekuja nao? Kwamba sasa basi mchana panakuwa pako huru hapa. Sio ukaja kuomba, si ndio? Sawa, tumekubaliana kwamba kweli ndoa zenu sitakuwa hatiani. Sasa je, mchana huu mmekuja nao hapa unawalinda? Kwani mchana mje kuomba atakubaza mfidia usiku ambao mji ile alfajiri? Mnafikiri mtakimbia hizo mbio za hizo mtazikimbia kwa mdomo? Ni kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Nisomee pale Yohana wa kwanza. Luka Yohana wa kwanza. Soma Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 2:19. Yohana wa kwanza 2:19, nitasoma katika jina la Bwana. Walipotoka kwetu lakini hawakuwa na nitarudia tena. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu wangelikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Sikuandikia ninyi kwa sababu hamwijui iliyo kweli, bali kwa sababu mwaijua, tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunao wakina mpinga Kristo humo ndani.
Hapo ndipo point. Mpinga Kristo si paka awapige chapa watu. Kuna watu wamepinga kazi ya Mungu. Unapompinga baba anachozungumza, unapopinga wazee wanachozungumza, wewe ndio mpinga Kristo wa kanisa kwanza. Upinga Kristo unaanzia kwanza mahali pamoja. Hapa kwanza kuna watu wataipinga huduma, si ndio? Watapinga utaratibu. Watapinga utaratibu wa kanisa. Hao ndio wapinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Semeni amina kanisa. Mpinga Kristo ambaye anasema ataanzia humu ndani, kwa kuwa nyie mlijua kweli na mkaikataa kweli ya Mungu. Unaijua kosa, unalifanya kosa. Kulifanya kosa na maana uko kinyume na kutengenezwa. Kwa ina maana wapinga Kristo tutakuwa nao ndani ya makanisa kwa sababu wameijua kweli, wameikataa kweli. Mimi na wewe usio mpinga Kristo kuharibu kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepatikana kwa gharama. Wewe ni wa samani, mimi ni wa samani. Nimepatikana kwa gharama sana. Baba na kesha akiomba. Watu wanakesha wakiomba, au bibi wanakesha wakiomba. Wewe umepatikana kwa gharama sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivi kwenye kwaya kukaa wapinga Kristo, idara zote kana wapinga Kristo. Jamani, mchungaji atakuwa mtu wa namna gani? Mbona mtamuua? Mbona mnapinga kazi? Si bora tu mseme kwamba tumesalenda. Ajue tu nimeanza na tena na wawili. Ili angalau kamili kaongezeke, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Semeni amina kanisa. Itafaidi kitu gani kuwa na watu wengi wanakutesa? Si bora kutesa mmoja? Lakini baba amefunguka, si ndio? Amesema ipo siku huo mlango watasukuma, siku wa kutenga watasukuma. Sema mihuri moyoni humo. Mmechapisha magazeti yako rohoni humo ndani. Watu mnasumbua kama watoto mapacha waliozaliwa wakati bado mama mzazi hajui tawaleeje. Na mimi walionifuata ni mapacha, wanasumbuaga sana. Neema tu ya Mungu ingiliage, si ndio wapendwa watumishi wa Mungu? Ndio mmekuwa mapacha eti. Kwamba watoto wa mapacha eti. Paka mama shiki adabu, hakuna kununa, muda wote ni kuchangamka, hata bamba pale paka. Hata kama si pa kuchangamka ni kuchangamka. Maana kinuna tu anacho. Wanamkagua, amenuna wanaanza kulia. Hasa wao nataka wani mama hata ambapo nini pa kuchangamka, ambapo si pa kuchangamka nini, anabembeza watoto. Kwa maana hata baba huyu cheo, hata mali tu ambapo ulipokosea changamke tu eti kwa sababu eti mtakwazika. Baba piga tu kwa jina la Yesu. Kieleweke tu. Mmekuwa mapacha yenyewe kwamba eti baba hata kama hali ambapo changamkaje tu kama hapa hakuna. Yeye sio mapacha, amezaliwa moja moja. Mmekuja hapa moja moja hata kama kwa mapacha, lakini kuja moja moja hapa, si ndio? Kwa nini mnabebana kuja hapa? Kwamba baba mpaka shinde kusema kwamba wasindo kusema kweli. Watumishi. Mungu tuponye. Mungu atufanye nini? Mungu tuponye. Mungu tuponye watumishi wa Mungu. Mungu tuponye kanisa. Tukue watumishi wa Mungu. Tujitambue watumishi wa Mungu. Tunaenda mbinguni hatujaahirisha wapendwa. Tunaenda mbinguni hatujaahirisha. Hatuko tayari kutetea dhambi aina yoyote ile. Lazima kwaya ilindwe. Watu wawe na adabu. Baba yetu pale mwimbaji, si ndio? Hasa kimba hapa watu ambao ni vivuli hapa, hawaelewi chochote wala tabia, wamesukuma tu hapa. Sababu tu wamejua kusoro. Hapa hatununui masauti hapa. Hatununui masauti ya watu hapa. Hapa kama unajua kusoro hapa, kasoro nyumbani kwako. Kama huji kwenye maombi, kasoro nyumbani kwako. Hapa pawe na adabu hapa. Watu waende mbinguni. Si ndio watumishi wa Mungu? Si ndio amina kanisa? Amina kanisa. Hata kama nina zinza chini hivyo hivyo. Ndio agizo la Mungu hivyo hivyo. Kwamba hapa si pa mchezo tumaini. Hatujaahirisha kwenda. Wewe umeahirisha kizi, hatujaahirisha. Tuko makini, tunamtafuta kwa bidii huyu Mungu. Tuko tayari kumuona. Wewe umeahirisha, sisi hatujaahirisha. Tuko vizuri, tunamtafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza maombi kesho, si ndio? Hivi maombi hayo kama hujaomba hata kidogo, sio kama jitesa tu. Asubuhi hapa hujaje, si ndio? Na ile saa sio tu kupiga mwaya hapa. Sema tu kama naumwa atukupe pilipili. Hata kuomba hujui, maana hujawahi kuomba. Umejinyima tu msosi pale nyumbani. Tuna maombi hapa. Tutapiga hapa baba, sio lisali moja hapa. Tutafunga mlango.
Tunaongeza makomera nje na ndani. Ukiingia kesho hapa, ukiingia kesho tutalipiza kutokuja kwako. Si ujagi hapa, unaongeza komeo, hela zipo, weka la nje, weka mtu nje, weka mama Obile atakaa nje. Si ameomba siku zote hapa, mama Obile atakaa, bibi Obile anakaa nje na hawezi kufungua mlango. Ngoja kesho mfike hapa. Siwatishi. Siwatishi. Bwana atafanya, si ndio wapendwa? Bwana atafanya. Amen watumishi. Bwana atafanya yeye atakavyo, si ndio? Tutamuona Bwana hapa, si ndio? Naomba msimame tu, nimemaliza. Msimame watumishi wa Mungu. Mwe mnisamehe watumishi wa Mungu. Nimewavutia muda. Mungu awabariki. Mungu awaponye. Asante. Waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Kweli waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda. Waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni tumaini wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni wanakwaya wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Waambieni watu wote wajipe moyo. Bwana amekusudia kutenda mema. Hebu kiume simama hivyo, nyosha mkono wako juu. Rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako. Asante Bwana. Neno lako linasema wale wapendao wewe huwarudi, tena huwakemea hata kwa mapigo. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ujumbe huu, ujumbe wenye maonyo, wenye kunikemea. Mungu, naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Mahali ambapo sijawa sawa na wewe, unisaidie kwa jina la Yesu. Naomba rehema, naomba toba. Mungu, kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya vijana wetu na kwa mabinti zetu, naomba rehema. Yesu Mwokozi, unisamehe. Naomba toba kwa ajili ya kanisa langu, kwa ajili ya mchungaji wangu, kwa ajili ya wazee wa kanisa, kwa ajili ya mashemasi, kwa ajili ya viongozi wa idara, kwa ajili ya waumini wote. Naomba rehema, unisamehe. Yesu Mwokozi, ninakimbilia kwako. Nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako. Yesu Mwokozi, umelituma neno hili, liko kusudi lako, liko kusudi lako. Mungu, unatamani kanisa safi, lisilo na mawaa, lisilo na makunyanzi. Miongoni mwa hao wasio na mawaa, wasio na makunyanzi, niwe ni mimi, niwe ni mimi. Naomba unisafishe, unitakase Bwana, niishi kwa hofu ndani ya moyo wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, katika jina la Yesu. Hebu twende mbele za Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante mfalme wa falme, Mungu wetu wa milele, mfalme mtakatifu. Baba Mungu, tumekuja mbele zako, nawe umesema na mioyo yetu,
na umesema na maisha yetu, umesema nasi Bwana, umesema na mioyo yetu. Mungu mtakatifu uliye hai, katika jina lako Yesu Mwokozi Mfalme, naomba kwa neema yako, naomba kwa uweza wako, Mungu tusaidie kanisa lako Bwana. Tunatamani kuishi maisha matakatifu, kuishi maisha mazuri, maisha ya kupendeza, yenye ushuhuda mbele zako, katika jina la Yesu. Maisha yenye ushuhuda, tusaidie Bwana, tutembee na wewe, tuishi na wewe, katika jina la Yesu. Mahali tumekuacha Mungu, wewe ukaachie rehema, ukaachie rehema kwa kanisa lako, uachie rehema kwa jina la Yesu, uachie rehema kwa jina lako Kristo. Mungu mtakatifu ni hai, tunajiachilia mikononi mwako Yesu Mwokozi Mfalme. Utukuzwe Bwana mabwana, katika jina lako Kristo. Asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako, katika jina takatifu la Yesu Mwokozi uliye mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hebu naomba ukae.